kuwa na mahusiano sahihi hata kufikia ndoa. Yaweza kuwa wewe ni kijana haujaoa au wewe ni binti haujaolewa na unatamani kuwa na mahusiano sahihi, lakini hili limekuwa kama ni funzo kwako, au ulishawahi kuwa na mahusiano ukaumizwa, au mahusiano hayakuwa na matokeo mazuri. Tutaenda kujifunza, naamini kuna kitu kitakusaidia kupitia hili somo. Iko hivi, kujenga mahusiano sahihi na yenye afya ni safari inayohitaji uvumilivu, nia na maarifa. Mahusiano sahihi hayatokei kwa bahati tu, bali mahusiano sahihi yanategemea neema ya Mungu na yanatengenezwa pia. Ili uweze kuwa na mahusiano sahihi, kuna mambo tutajifunza hapa yatakao kusaidia wewe kuwa na mahusiano sahihi. Jambo la kwanza, jitambue wewe ni nani. Katika kipengele hiki cha jitambue wewe ni nani, jua thamani yako. Wewe unahitaji mtu wa namna gani? Ukijua thamani yako, itakusaidia wewe, hautaruhusu kuwa na kila mtu tu anayetokea kwenye maisha yako. Umemwona binti mrembo, unaona huyu ananifaa, hata hujamchunguza kama huyo binti ana tabia gani, ni mtu wa wapi, asili yake, ni mtu ambaye anampenda Mungu, haujajua. Wewe umekurupuka tu kwa vile umemwona ni mzuri, ni mrembo, unaingia naye kwenye mahusiano. Au labda wewe ni binti, unakutana na kijana tu yeyote, unamwona ni handsome, yuko smart, unakubali tu kuingia na kwenye mahusiano naye, hata kabla hujamchunguza, hata kabla hujajua thamani yake, haujajua kama ni mtu ambaye anaweza kuendana na wewe. Hiyo utakuwa unaumia kila mara, utakuwa unakuwa na mahusiano ambayo hayana matokeo. Kwa nini? Haujajua thamani yako. Jua thamani yako, jua wewe unahitaji mtu wa namna gani, jua wewe unahitaji mtu mwenye vigezo gani. Hiyo itakusaidia sana. Kama wewe ni mfanyabiashara, tafuta mtu atakayependa biashara yako. Kama wewe ni unafanya huduma, tafuta mtu atakayependa huduma yako. Kama wewe unafanya kazi, unawekeza, hakikisha unatafuta mtu atakayeendana na kile kitu ambacho unakifanya. Hata kama yeye hataweza kukifanya kile kitu ambacho unakifanya wewe, akikipenda tu ni matokeo tosha ya kusababisha hasi juu ya kile chanya juu ya kile kitu ambacho unakifanya. Kama atakipenda, atafurahia huduma yako, wewe itakupa moyo. Hata ukienda kwenye huduma hauna stress kwamba nitakuta mume wangu ana hali gani, au nitakuta mke wangu ana hali gani. Labda kama wewe ni mfanyabiashara, utakuwa unafanya biashara kwa uhuru, hauna pressure kwamba nitakuta mke wangu ana hali gani, au nitakuta mume wangu ana hali gani. Kwa nini? Kwa sababu anathamini kile kitu ambacho unakifanya na anakipenda pia. Itakupa utulivu, utafanya hivyo vitu kwa uhuru. Lakini jambo jingine katika jitambue kama wewe ni nani, hakikisha umepona majeraha yote uliyowahi kukutana nayo huko nyuma. Kama uliwahi kuwa na mahusiano ukaumizwa, au labda ulifiwa na mpenzi wako ukawa na maumivu, hakikisha umepona kwanza yale maumivu. Au pengine uliwahi kuwa na mahusiano na mtu ambaye hakuwa sahihi, ukaona njia ya kupona wewe ni kuvunja yale mahusiano, hakikisha umepona yale majeraha kabla haujaendelea mbele. Kwa nini upone yale majeraha? Itakusaidia wewe kuwa na matumaini, itakusaidia wewe kuwa na mtazamo chanya juu ya mahusiano yako haya mapya ambayo unaenda kuyatengeneza. Kwa hiyo kabla hujaingia kwenye mahusiano mapya, hakikisha hauna majeraha, hakikisha hauna memory yoyote ya yule mtu uliyewahi kuwa naye. Kama alikuumiza, kama ni wewe ndio ulimwacha, kama labda alikufanyia kitu kibaya, hakikisha moyo wako umepona, umemsamehe, umeanza upya. Kuna vitu vingine unaweza kusema mimi siwezi kumsamehe yule mtu kwa namna alivyonifanya, aliniahidi atamuoa, hajanioa, au labda alinipa ahadi tutaoana
kuolewa na mwanaume mwingine siwezi kumsamehe. Ukifanya hivyo utajifungia baraka zako, utajifunga kwenye nira ya mtu ambaye yeye hatambui thamani yako. Kwa hiyo hakikisha umemsamehe yule mtu. Kama huwezi kumsamehe kwa akili yako, umejaribu kumsamehe umeshindwa, ingia maombi, mwambie Mungu, naomba uniponye, nipe amani, nisaidie niweze kumsamehe huyu mtu. Ukishapona, hauna maumivu tena, basi hata mahusiano mengine mapya itakusaidia wewe, hautaumia tena, hautaumiza mtu mwingine, lakini pia itakupa mwelekeo mpya na uwezo wa kupambanua kwamba huyu mtu ambaye nahitaji kuwa naye ni mtu sahihi au sio mtu sahihi. Lakini ukiingia kwenye mahusiano bado hauna utulivu, bado na ile pressure kwamba niliumizwa, nilifanyiwa hivi, hautakuwa na mahusiano sahihi. Kwa nini? Kwa sababu kwanza hauna utulivu, alafu pia hautaweza kutambua kama huyu mtu ni sahihi au sio sahihi, huyu mtu ananifaa au hanifai. Kwa hiyo hakikisha umepona majeraha yako kabla haujaendelea na mahusiano, kabla haujaanza mahusiano mengine mapya. Hakikisha umepona yale majeraha yote ya nyuma. Hakikisha hauna memori zote za nyuma, hazipo. Hakikisha kweli uko tayari kuanza mahusiano mapya na huyo mtu ambaye atakufanya ufurahie, atakufanya uwe na amani.